Hivi unaamini kwamba mwanamke mweusi ndo mwanamke aliyekamilika sababu yeye ndo mwenye vina 7. Ana uwezo wa kuzaa mtu mweusi, ana uwezo wa kuzaa mtu mweupe. Wanawake weusi wengi ndo wenye nyota ya kuwa mama bora kuliko mwanamke mweupe. Ukifuatilia hata romantic, mwanamke mweusi anakuwa romantic kuliko mwanamke mweupe. Dada yangu, baki jinsi ulivyo, jiamini. Na ili kupata mume bora, inabidi ujitambue, uwe na akili. Siku hizi mdada akiwa na kamuonekano kidogo tu, akili inatoka kichwani na inahamia kwenye muonekano. Kama ni kwenye makalio, akili inahamia kwenye makalio. Makalio hayaleti chakula mezani. Makalio hayaleti maendeleo kwenye familia. Makalio hayafanyi kitu chochote kwa cha tofauti, bali ni ujinga na upumbavu. Mwanamke bora ni mwanamke ambaye yuko tayari kuwa mama bora, kumlea mume wake na watoto na kuongeza kile kidogo alichonacho mume wake kiwe kikubwa ili aweze kupata familia bora yenye nguvu kuanzia pesa, akili na maarifa ya kidunia na mbinguni pia. Waswahili walikwambia miluzi mingi ilimpoteza mbwa, yani miluzi mingi inapoteza mbwa. Sasa kwa nini ufananishwe na mbwa? Kwa nini ukipita kila mahali uitwe wewe tu? Kwa sababu muonekano wako hauna heshima ndani yako. Lakini mwanamke anayejiheshimu, wanaume muogopa. Wanaume hawamuiti ovyo ovyo kwa sababu appearance yake tu inaonyesha huyu anajitambua. Lakini kama una nyota ya kuitwa na wanaume, nenda ukaombewe kwa sababu wewe si mlembo ila una muonekano wa kimaraya.